now, and we will start with all about Fatuma Zarika. I know for Fatuma Zarika, a lot of people know that she has a quest and she wants to defend her title. Yesterday, we were able to catch up with her, and for her, she's saying not the best of preparations because she wanted to actually go and train outside the country, but what she's having now is what she's utilizing, and she's saying back at home, she will train as much as possible, and she's optimistic she will have what it takes to go out there and be able to defend that title at the expense of Mercado, and it is an important bout. But for her, she's saying she will try not to disappoint the Kenyans. Kusema tu kweli nimejiandaa vizuri kulingana pia na vile pia time ilikuwa chache, lakini ilifika mahali at least wakaisongesha mbele mpaka tarehe 16. So pia hiyo kanipatia time nzuri sana ya kuweza kujiandaa. So siwezi sema ati na regret kwa sababu nimetrain hapa vitu kama hizo. Ni vile pia unajua saa zingine inabidi juni wewe ndio boxer, wewe ndio unajua nini Kenya ambapo unataka kufanya kwa maisha yako ama game yenye ambapo iko mbele yako. Unaona, so hizo ni vitu zenye ambapo unafaa kuelewa ya kwamba hata kama hakuna sponsorship, hizo ni vitu zenye ambapo unafaa ufanye, na pia pale kwa ring unaenda kwa peke yako, hauendi kuwa na mtu yoyote. Kusema tu kweli zimekuwa too much, sababu ukiangalia vizuri sana training yangu sikuwa supposed to train hapa, sikuwa supposed kukua camp hapa, lakini imenibidi ya kwamba juu sina sponsorship inabidi kampu ikuwe tu ni hapa Kenya. So alafu pia nikose kuenda na wale makochi wangu wenye ambapo nilikuwa nao. Unaona itakuwa ni challenge kubwa, lakini kwangu mimi najua tu vile nitaihandle. SportPesa ilikuwa ni kila kitu kwangu. Wacha tuseme kwamba hiyo ilikuwa ni kama government yangu, ile ilikuwa ni kama kazi yangu pia. Unaona, juu ni kitu yenye ambapo walikuwa wanafanya, kitu yenye ambapo walikuwa wanachangia, kusema kweli ilikuwa ni kubwa sana. Juu nilikuwa nimepewa job, saa hizi sina kazi. Unaona, inasababisha pakubwa sana ya kwamba tena tunarudi square one, sababu gava yenyewe haiwezi kutusaidia. So ni lazima at least wafadhili wakuja wajitokezee ndio waweze kutusaidia. So SportPesa ilikuwa imechangia pakubwa sana kulingana na vile ilikuwa imeinua pia boxing. Kenya ilikuwa inaonekana ni kama country nyingine yenye ambapo kila mtu alikuwa anataka kuja kufight Kenya, unaona. Lakini kwa saizi tena itarudi chini, na itarudi chini kabisa, sababu saizi kusema tu ukweli hakuna kampuni nyingine ambapo itajitokezea ati inakuja kusupport boxing. Hiyo nayo ni ukweli, sababu kusema ukweli sisi tutawadhilika pakubwa sana. Bado tusikufe moyo, at least muweze kuniombea juu hiyo ni kitu yenye ambapo nimekuwa nayo, nimewakilisha Kenya kwa saizi kwa miaka 3. Unaona, bado niko na hiyo title. Saizi tena naenda Mexico, kitu yenye ambapo naomba yenyewe mniombee sana, na niko sure hata mimi nitafanya kwa bidii na sitaleti mtu down. Yes, welcome back. It's all about boxing, and you can see Fatuma Zarika, actually, for her, she's a very, very optimistic lady. She knows that it is not the easiest of a tie, but she will try as much as possible to see if she will be able to defend that title. And when you think about defending that title, it is always important to have a perfect and also a good preparation. As she has the best of preparations, not everybody will say it is the best, because I know she has been able to practice before outside the country, and she's been able to have the finances, the financial muscles, and with that, she has shown the world that she is a world beater. But she's saying she has been at home doing what she can do to be able to defend that title. The question is, will she have that tenacity to be able to win it this time out? She will be boxing in Mexico, and trust you me, it is not the easiest of a fight. The bout will be on 16th, and we wish her all the best. We also have another title that needs to be defended, and this is the WIBA title. Evelyn, she's here with us in studio. Karibu sana, Evelyn. Santa. How have you been? I'm good. Mazoezi? Kungangana. Pengine nikuulize, najua watu wengi sana pengine wajui about hii title. Tueleze kidogo about hii title yako yenye unaenda kuidefend on 30th. Hii ni Women International Boxing Association. Yeah. Ni mshipi ya dunia, moja ya hizo mishipi za dunia. Yeah. How important or how sweet is it for you to be a champion na kuwa umeshinda hii belt? Kushinda hakuna mtu afurahi kushinda. Kushinda ni muhimu, kushinda ni tamu. Unafurahia, na pia hiyo kuingia katika
katika mmoja wenye wako na mishipi kwa dunia. Pia ni kuandika record. Ni kitu poa. Wewe kama mtu mwenye ameandika record na amepata kushinda hii title, kwako ni aje, unaichukulia vipi? Naichukulia ni step moja kubwa kwa life, juu ni wengi wametakanga kuandika record kama hiyo na pia hawakuweza, lakini mambo tu ni hiyo tu. Najua watu wengi sana wanaongea juu ya boxing, na kwa ladies boxing najua yes tuko na machampions na tumeona wengi, tumeona mtu kama wewe uko na title, kina Fatuma Zarika, tumeona kina Waguthi na ile boxing yenye wamepigana nao. Mtazamo wako in general, madem na ngumi in Kenya iko vipi? Mimi kusema kweli naweza kuambia Kenya kuna boxing na watu ni wazuri hapa nje. Na ile tu watu wakipatiwa motivation kidogo, vitu zitafanyika mingi. Kasa unapata hakuna kitu tunapatanga kwa hii, lakini unapata ndio mtu ataenda na kuje na mshipi. So piga hesabu tu kirecognize watu kidogo. Nini unaweza fanya? Ni nini haswa una feel inafaa ifanyike? Kwa sababu yes wewe ni champion, but mali huko na pengine au furahi vile. Tuliona Ukwiri juzi, at least Mashujaa Day alikuwa mangest, wale watu walikuwa kwa ile list waliambiwa at least mnafanya kitu poa. Unaona vitu kama hizo zinastahili zikuwe mob, ama sometime ni pongezi tu yenye haikuji na anything? Umejua pia pongezi ni poa, lakini pia hiyo pongezi inafaa kukuja na kitu. Unaona? Na pia unapata kama nini pande ya boxing sana sana, hata pande ya mademu inakuanga yani haichukuliwi ile seriousness sana. Unapata yani siwezi elewa vizuri, lakini tunatia tu moyo. Ni nini inastahili ifanywe? Wewe unaona kama dem ambaye amepigana na at least akona title ya dunia, ni nini inafaa ifanyike? Kitu ya kwanza sponsorships. Unapata kama hizo sponsorships zitakuwa, unapata games zitakuwa mob. Unapata kama hapa hivi, unaweza pata hapa hivi, unaweza cheza game moja kwa mwaka na umetrain mwaka mzima. Unaona kasi hii nini yetu, utaambiwa ati kesho kuna game ama nini, unaweza ambiwa we next week kuna game, utacheza. So unapata inabidi tu kama kubatisha. Inapata tu kwetu controls saa zote. Unaona pia hiyo inaweza kulingana na venye sahii maisha iko, lazima pia usearch. Na pia saa zingine unaweza search na pia umaintain na kuna moja lazima itaumia. So sponsorship zikikuja in, mapromoter pia wajitokeze, games zikuwe kwa wingi, hiyo ndo furaha yetu. Najua kama madem na ni wengi sana wana box in the country, na wengine yes vile unasema lazima ubalance, upate food, upate nini. Do you believe that Kenyans boxers unaweza kuwa 100% professional na usurvive? Haiwezi na maisha ya sahi, kulingana kama sahi hata hakuna sponsors, hakuna nini. Nikubahatisha, unaona kasa hii time yangu ya kudefend belt ishapita. Of which nisipo defend within tuseme hii mwezi ikipita, belt itaenda. Na unapata kitu hiyo, afadhali belt iende ulingangana kujaribu kuisave, lakini imeenda. Kushinda imeenda jili ya kucheza. Wewe si mtu wa kwanza mwenye unakuwa kwa point kama hiyo, kwa sababu nakumbuka Waguthi pia ndiye mwingine mwenye alikuwa na issues kama hizo sometime back. Kwa nini boxers wa Kenya sana sana madem mnakuwa kwa hiyo state yenye it's either belt iende ama upigane? So hata unaenda kupigana tu ile tu upigane, ndio at least kama belt inaenda ikuwe ulifanya something. Ndio hiyo. Kwa nini ina happen hivyo? Mbona inafika to that point? Ndarudia jili ya fans. Unapata kama hakuna wadhamini nini, game haiwezi ekwa. Hata ukipata kama ndio game itaekwa, tuseme game kiekwa, utacheza na urudi home bila hata kitu ya kusosi. Jili hakuna fans. Unaona hiyo pia ni ngumu. Juu pia umeiwakia. Create time yako kuiwakia. 30th kuna fight unaenda kupigana ku defend the title. Pengine tuambie umekuwa ukijiandaa aje juu ya hiyo bout, na in general mnakusudia nini itakuwa katika hiyo siku? Najua Ukwiri alikuwa afike hapa, but nimesikia alikuwa mazoezi zingine asubuhi zimelemea mwili, but ndio hali ya mazoezi. But kwa mtazamo wako 30th to expect nini? 30th mu expect tu kama kawaida, mikono itabidi zikatike, juu belt hakuna kule itaenda. Nilingangana sana kuipata, siwezi iachilia tu hivyo iende. Pengine juu ya hiyo bout yako ya 30th unapigana na nani?
bout zenyewe zitakuwa vipi, na maybe for the lovers of boxers wenye wanataka wajue exactly hiyo extravaganza hiyo day itakuwa vipi, unaweza waambia nini? Mi nitapigana na msichana kutoka Malawi, anaitwa nani? Arusha. Malawi. Ni wa kutoka Malawi, anaitwa Anisha Bashir. Anisha Bashir. Anisha Bashir. Yeah. Unamjua Anisha vizuri ama umeona? Simjui vizuri lakini nishamuona akicheza hapa hivi. Aliwahi kuja kucheza hapa akicheza Carnival. Niliona game yake, na pia game yake ya last yenye alicheza huko UK niliona kwa net. So najaribu tu counter from that. Yeah. We'll go back to the boxing discussion a little bit, because I know there is a lot that is happening. There is a lot that will be happening on that 30th. So we'll be getting some bits on the same. But let's talk some rugby a little.